So, ukisema kwamba Yanga bingwa tena, ni wazi jipige kifuani, kubali na uelewe kwamba Young Africans is the biggest club. Wanaendelea kujinasibu na kujiimarisha zaidi katika mifumo yao au pambanaji wao. Ndio maana imekuwa ni miongoni mwa klabu ambayo wamekuwa na mafanikio na maendeleo ya moja kwa moja katika mbinu na upambanaji wao. Young Africans, kumbuka kwamba walikabidhiwa hati ya umiliki wa kiwanja dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika siku ya wananchi, kilele cha wananchi, Yanga Day, ambapo Gelson Msigwa ambaye ndiye msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikabidhi ile mbele ya kadamnasi kwa Engineer Hersi Said. Sasa moja kwa moja utekelezaji upo vipi? Ni kwamba Young Africans wanasema kwamba iwe mvua iwe jua, lazima kila wanachokihitaji kitimie. Sasa hiki ambacho kimetokea ni kwamba wanadhihirisha ni kwa nini wanaendelea kuitwa klabu ya wananchi, klabu bingwa, klabu yenye ubora zaidi. Yani Engineer Hersi Said, ukiona Engineer Hersi Said amefeli, basi ujue Young Africans imefeli. Lakini ukiona pia Young Africans imefeli, ujue Engineer ndio kafeli. Kwa hiyo iko kiganjani kwake. So pale kutoka katika maeneo ya Jangwani ambako ndiko ni makao makuu, ardhi na ramani zote za uwanja wa Young Africans zipo, ndipo ambapo kodi inasoma hivi ya siku hii ya leo. Hapa tunaongea ni kwamba Young Africans wameshamaliza kila kitu kuhusiana na mchakato mzima wa uwanja, na tayari kinachoenda kutengenezwa ni Young Africans kuichora ramani nzima ya Afrika kwa mechi za nyumbani, kwa maana kila mechi ambazo watakuwa wanacheza hawatacheza ndani ya Benjamin Mkapa. Baada ya uwanja kwa umekamilika, watakuwa wanacheza katika uwanja wa kwao wenyewe. Hii haina tofauti kama klabu ya Azam ambayo ina Azam Complex Chamazi, lakini pia kule visiwani Zanzibar kuna New Amani Complex, pale JKT kuna General Isamuyo, lakini pia kuna Kinondoni Manispaa Council Stadium, KMC Complex, lakini pia kuna Benjamin Mkapa ambao ni uwanja wa taifa ule, lakini pia tukienda Ulaya kuna Anfield ambao ni uwanja wa Liverpool, kuna Old Trafford uwanja wa Chelsea, kuna uwanja wa Stamford Bridge. Stamford Bridge ndio uwanja wa Chelsea, lakini Old Trafford uwanja wa Manchester United, huku Liverpool wakiwa na Anfield, Arsenal akiwa na Emirates, Manchester City akiwa na Etihad, huku Atletico Madrid wakiwa na Rwanda Metropolitano, huku Real Madrid wakiwa na Santiago Bernabeu, lakini bila kusahau Barcelona wakiwa na Camp Nou, Real Betis wakiwa na San Mamés. Ni aina ya viwanja ambavyo vinamilikiwa rasmi na klabu. So Young Africans kuwa na kiwanja chake, this is the best to performance for them, lakini pia itawasaidia sana kuwa confidence kwa mambo kadha wa kadha ambayo watakuwa wanafanya. Ndio maana unaambiwa kwamba lazima uwe na uongozi bora unaojua mpira na mikakati kuweza kufanikisha ndoto ya kile ambacho watu mnakifanya, kwa sababu you can win bila kutest, huwezi ukawini bila kujaribu. Yani ni jambo ambalo haliwezekani. Young Africans wamekuwa na uthubutu mkubwa sana katika kutekeleza mipango kazi na mikakati yao yote. Ndio maana kwa sasa ukimgusa Young Africans unakutana na jambo linaitwa Yanga bingwa. They're confident to say Yanga bingwa kwa sababu tayari wanahisi kila kona ya Tanzania wameshaikamata. Kilichobaki tu ni kucontrol na kupindua agenda tofauti kuifanya Young Africans kuwa biggest club in Africa. Yes, ni kama Al Ahly na uwanja wao wa Cairo, ni kama vile Pyramid na uwanja wao wa Suez Canal, ni kama vile Mamelodi Sundowns na uwanja wao wa Victoria, kama vile Kaizer Chiefs na uwanja wao wa FNB, lakini pia ni kama vile Orlando Pirates kuna uwanja wa Soweto Stadiums, lakini pia ni kama vile tu tunavyoshuhudia vilabu tofauti